Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazide. Allahumma salli ala mawsufil karami wal juzi. Ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin. Wa ashhadu anna habibana wa azimana wa sayyidana wa sanadina wa shafi'ina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusaka rehema na amani zimwendee kipenzi wa umma, naye si mwingine ni nabii yetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, nakuja kwa uchungu mapenzi ya umati wetu, umati bora. Huu ni umati bora. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi umati Muhammadi hatakuwa ni umati bora ila isipokuwa ni pale tunaamrishana mema na kuambiana katika sura ya kuonyana au kukatazana yaliyokuwa ni mabaya. Na siku na saa na mwaka ikifikia tutaacha. Na kwambieni ndugu zangu, mtaona shughuli yake. Lazima Mwenyezi Mungu atuletee magharika, atuletee matatizo, mabalaa, misukosuko na hata kupigana sisi kwa sisi. Kwa nini? Tumekataa kuambiana ukweli na kukatazana yaliyokuwa ni mabaya. Tukiacha tu lazima mazito. Mimi natoa haya ni kwa ajili ya sadaka. Mtume anasema idha mata insani, akifa mwanadamu, inkata amaluhu, mambo yake yote ukatika, ila bithalatha, isipokuwa mambo matatu. Jambo la kwanza, sadaqatun jariya. Nini maana ya sadaqatun jariya? Ni sadaka yenye kuendelea. Yani mtu umekufa, upo ndani ya tumbo la kaburi, lakini yale ambayo uliyafanya duniani yanakuja kwako kunufaisha. Sipendi malizia hadithi mpaka mwisho, si mada yangu. Mada yangu leo nakuja na utaratibu. Mnaweza mkaa mna mgonjwa nyumbani, mmeshahangaika hospitalini, mmehangaika wapi, mmeenda kwa waganga, mmeenda wapi na wapi, mnakojua nyie kokote, ima kwa mashehe, ima kwa nani, mimi sijui, unajua wewe mlivyohangaika. Basi wallahi nakuja na njia moja simple sana, kama Mwenyezi Mungu atakuwezesha wewe unayesikiliza au wewe ambaye uliyepata hii clip. Ndugu zangu, cha kufanya kama utabahatika utakuwa na elimu na hicho ambacho nakizungumza, kwa sababu hapa sina kitabu ambacho utakuanza kufanua moja kwa moja. Lakini nikitumia namna hiyo nitatumia muda mrefu sana, video itakuwa ina muda mrefu sana. Lakini hii ni shortcut. Tafuta aya za shifa, aya za shifa. Muona ayatu shifa. Zile aya za shifa utaziandika kutumia zafarani yenye mchanganyiko wa vitu vifuatavyo. Zafarani yako utachanga na miski nyeupe, ambayo ni mafuta ya miski nyeupe. Kisha utachukua mafuta, utachukua maji yanayoitwa mau wardi, utachanga humo kiasi, utakadiria wewe mwandishi, mwandikaji, uweze kupata wino wako. Yani wino wako uwe na vitu vitatu. Utakuwa na zafarani yenyewe, na almau wardi, miski. Kisha baada ya hapo utatumia mau wardi au mfano kama vile hivi. Hii ni rose, kuna mau wardi mfano ni hivi na yenyewe, lakini hii ni rose, si mada yangu. Miski ni hapa kwa wale ambao wasiojua, na hizi zinapatikana kwetu ambazo zimeshafanya visomo vya ruqya kwa mtu ambaye ana majini majajabu ajabu, majini uchwara, nasema majini ya chooni. Maana jini hawezi kumpata mwanadamu. Mungu amekataa.
Jini mchafu haji kwa mwanadamu kwa sababu anamsumbua. Sasa hizi miski zipo sisi tunauza, ambazo tayari zinachafanya kisomo. Kanuni yako wewe ni moja tu, ni kutumia kujipaka, kulala asubuhi na jioni, au unapokwenda kazini. Hizi hapa zinafanya kisomo cha ruqya shar'iyya. Na mafuta tuna mengine hayapa. Hii ni habati sauda. Hii ni nani? Binti sauda. Hii Sudan kwa jina lingine binti sauda, hii inaitwa binti sauda. Hii imejaa bado